Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako ipendwa ya Mnyasa Media. Niko hapa na Matereka, shabiki wa Simba, kuzungumzia dakika 90 za mnyama Simba dhidi ya TRA, ambapo mnyama Simba leo ameibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya TRA United. Alimanusura aliyempanzu apachike bao la 4, lakini hesabu zile hazikuwa sawa kwenye kulenga kile kichwa chake, kilipita sentimita chache za lango. Bwana, mambo vipi? Asema hapo safi. Bwana, hongereni kwa ushindi. Naona leo mmecheza mpira mkubwa leo. Asante sana. Kwanza tumeonyesha watu kama sisi ni wakubwa. Na ndio maana tumecheza mpira mkubwa kama tulivyokuambia kwamba leo tutacheza mpira mkubwa na tuwezi kuacha pointi, kwa sababu tumeona watani wetu nyuma wanaanza kudondosha pointi. Basi na sisi leo hatuwezi kudondosha pointi. Tunapambana nao kuhakikisha tunashinda. Alafu mfupa ule washinda wao, sisi tunaopiga 3, kama tunataka tupige 5 je ule mfupa. Mwenyewe umeona pale Chama akosa goli na kipa amecheza. Mpanzo akosa goli, kosi safi Aula amekosa. Kwa hiyo yani tulikuwa tupige goli 5. Ili tuweze basi sasa hivi booster imefunguliwa. Manake leo mlitaka muandike rekodi ya kufunga magoli mengi zaidi. Yaani yule mfupa alioshindwa yeye tukatupige 5. Ili tuwaonyeshe kwamba sisi sasa hivi tumekuja kivingine, tunahitaji ubingwa sasa. Bwana, tuanze kwenye kuizungumzia penalty. Penalty ilikuwaje kwa namna ambavyo ulikuwa unaona ni penalty halali na mazingira yale unayazungumziaje? Penalty ile kwanza imeenda shule. Imeenda shule kwa sababu huyu aliyechezewa mchezaji mmoja makini sana, ana kasi, ana akili, na ndio maana hata refari afutaka maneno mengi akaliweka tuta. Mbona vizuri? Kwanza aliupress mpira mbele. Afafika kavi anakimbia. Yule beki alipoingia akamchota kaingia yeye. Yule beki akala zote. Mpira yeye kala. Kwa hiyo pale refari yote lazima aweke nini? Aweke penalty. Hata kuna kwenye VAR utabaweke penalty, sababu alikula zote. Kwa hiyo ni penalty halali, na mpigaji penalty vile vile amepiga penalty kiulaya vile vile. Like kipa kaenda kulia, gome imeenda shoto. Kwa hiyo yani pale tumeonyesha alichezwa penalty mtu bora na aliyefunga ni mtu bora. Maneno yalikuwa mengi sana kuhusu Kibabage bwana. Kawaonyesha leo kwamba yeye ni nani. Leo kawaonyesha. Huyu alisema kwamba alijifanya anajikaza sana, sasa leo kajikaza kweli mpaka penalty. Na kawaonyesha mimi ni nani. Huyo ndio Kibabage. Kwa hiyo Kibabage kamwa sasa kuonyesha kwamba yeye ni mwamba. Kwamba yeye ni mwamba. Yaani ule mpira cha leo hajabahatisha. Ndio mpira wake. Yaani hajabahatisha. Kwa hiyo Alikamwe ndio amemjibu kivitendo. Sababu alimwambia Alikamwe, nitamuonyesha kivitendo kwamba mimi nimekuja kufanya kazi Simba, sikuja kucheza. Hakuja kucheza Simba, kaja kufanya kazi, ndio kazi ile pale ile. Kafungua mlango wa magoli, watu wamepiga 3, tumetoka na pointi 3. Manake katika hesabu zenu, manake tayari nyinyi mnafurahia juu ya matokeo haya ambayo mmeweza kuyapata leo, manake mnapunguza gap sasa. Tunapunguza gap na mmepanda mpaka nafasi ya pili sasa kwenye msimu wa ligi kuu. Tumepanda mpaka nafasi ya pili na tunaomba tu Mwenyezi Mungu hii ratiba ya FIFA ikipita tu hii tarehe 2 tunamkanda mtu. Tarehe 2 tunamkanda mtu. Kwa hiyo mpoi nyinyi. Atupoi. Yaani tarehe 2 mwezi wa 4 tunamkanda mtu, tunaenda mbele. Na kwa namna ambavyo Simba imecheza, unalipi la kuzungumzia kwa ujumla, kwa maana performance ya goli la kwanza umeweza kuzungumza kwamba ni goli halali ambalo halina doubt, lakini goli la pili lenyewe unalizungumziaje? Goli la pili goli bali imeenda shule. Kwanza mpigaji wa ile faulo walikuwa wapigaji wataalamu wawili pale. Alikuwa Chama na Neo Maema. Wote wataalamu wa faulo wale walikuwa pale. Alafu na wale wakawazuga mabeki na kipa wao. Kwamba ile faulo alikuwa anapiga Chama. 90% alikuwa anapiga Chama ile faulo. Kama alikaa eneo lake na mguu wake. Maema alikaa kushoto kama kawaida. Pale tu mtu mwenye akili pekee na aliyesomea Cuba ndio anajua penalty anapiga nani. Kama Chama free ilipigwa akakimbia Chama. Akapiga Maema kwa mguu wake wa kushoto, gula mavi tunaita. Imeenda kwenye pale kwenye mtagia panya kwa chini pale. Kipa mwenyewe ameonga mwamba. Baada unaka mpira, amedaka mti. Unaka mpira, kipa amedaka nguzo. Penalty ile kwenda shule na mpigaji anajua kupiga penalty. Na ni faulo. Faulo ambayo imeenda shule, mpigaji faulo anajua kupiga faulo. Imepigwa pembeni kabisa kwenye chati, imevuka ukuta wa mabeki wa nani? Wa TRA. Imekwenda kwenye V kabisa pale, kipa anadaka nguzo. Hilo ndio penalty, nani faulo kwa sababu na chuma kinaingia ndani. Na chuma kimezama. Muda huo watu hali wamelala chini. Bwana, wakati goli nipe hali wakati goli linaingia la Neo Maema. Kulikuwa na furaha sana. Kila mtu akutegemea kama goli litaingia kwa staili ile. Hakutegemea. Hata wenye mabeki hawakutegemea. Hata kipa ukuta aliopanga kwamba ukuta huu hadi mpira uvuke juu, mimi itakuwa ni maudaka. Lakini cha ajabu amepiga kimo cha nini hiki? Kimo cha mbuzi. Kiunoni kimo cha mbuzi ndio mpira umepigwa ule. Haukupigwa juu. Kimo cha mbuzi na umeingia kwa chini kimo cha mbuzi. Kipa tegemea juu utapigwa kwa sababu ukuta wake mtu apiga kwa kutumia akili.
tapiga pale kipa kakaaje na nitapigaje. Wakati wao najua Chama anapiga ngoma hiyo. Kumbe mtu ana akili nyingine huko. Kwa hiyo goli lilikuwa zuri, uwanja mzima uliripuka kwa furaha kwamba tayari tutakuwa na huu uwezo wa kupata pointi 3. Kwa muda ule tulikuwa tunaweza kupata tayari. Hakuna tena mtu akusumbua pale kwa. Bana, goli la 3 ni kama nimehesabu ambayo yalikuwa napigwa kati ya mpigaji kwa maana ya Yusuf Goma ambaye alijitwisha naweza nikasema. Na ukiangalia Elie Mpanzu anaanza pasi fupi kwa maana ile kona, lakini anarudisha tena anakosa ile mpira, Kagoma anajitwisha, anafunga, anaandika goli la 3. Mpanzu alikuwa anamchugulia kwanza nimpige nani pale kati. Akasema huyu Kagoma amekaa peke yake hapa. Sasa huyu nimpige nyanyulie. Mbona Mpanzu akaangalia hivi kati mpira uko chini, kama ulimuona alinyanyua kichwa. Kwa hivyo nyanyua akaona, akainyanyua tu ngoma ile. Mtu ameingia nayo mpaka chini. Yaani goli zuri, mabeki wako hapo anashangaa goli imepigwaje. Kumbe watu washokuwa wana mawasiliano kati ya Kagoma na mpigaji. Bwana Mpanzu. Kwa hiyo tupata goli zuri, kwa sababu leo tunafurahi. Tumecheza mpira mkubwa kama ninavyokuambia. Simba na kikosi kikubwa. Simba ni timu kubwa, ina ubora. Ubora wa Simba ndio umeuona leo. Mfupa leo ushindi wa Yanga, Simba umeutafuna kilaini sana. Kilaini kama mbua tu, maana umetafuna mfupa. Kwa Yanga ulikuwa mfupa kwake. Ndio tunaendelea mbele, tutafuna mmoja baada ya mwingine. Tutatafuna mmoja baada ya mwingine. Kama mfupa ulikuwa mgumu ulete kwetu. Ndio tambo zinaanza sasa. Mfupa kwa mgumu ulete kwetu. Tutautafuna sisi Simba bwana. Tutafuna mifupa, hatuna tabu sisi. Kwa hiyo ndio mnaanza kushinda sasa hivi sasa. Sasa hivi tuna pointi ngapi sasa hivi? Na pointi 31 sasa. Sasa tunaanza kushinda, tunaendelea mbele. Tunashinda, tunatafuta pointi. Nilikwambia sisi tunataka tukipata goli moja dakika 90. Tunahesabu tuna pointi 3. Tukipata 2-3 tunamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini kikubwa kwanza pointi 3. Ndio bwana Beka, kocha wa Simba, anahitaji kwanza pointi 3. Hayo mengine mapito. Hayo mengine mapito. Kwanza pointi 3 muhimu. Na kwa ujumla wewe kwa upande wako sasa una lipi la kuzungumza kwa maana ya kiwango ambacho Simba amekionyesha leo, pengine kinaweza kikarudi tena nyuma ama ndio kinaanzia hapa kusonga mbele? Kiwango hiki ndio kinaendelea. Hakiwezi kurudi nyuma tena. Yaani hapa kinasonga mbele siku hadi siku. Kama kocha ulimuona alitoa vigogo wote mbele pale. Toa Chama, toa Libasegei, toa nani, toa wote nje, kaingiza vijana wadogo pale. Ndio kaingiza mle. Haya, nyinyi mkamalize kila blam, ndani mkamalize mchezo. Yaani tayari kashalizika Beka. Katoa vifaa vinao ambao unavijua ni vifaa vya atomic, katoa kaingiza vifaa vya kawaida vya rashi ili kumalizia mchezo. Na mchezo umeisha vizuri. Manake nyinyi mmefurahi sasa. Tumefurahi, tuna kikosi bora, tumefurahi, kocha anajua kucheza kikosi chake. Yaani kocha ana kikosi bora, alafu anajua kukichezesha kile kikosi. Unajua mwanzo mechi iliyopita alianza Mpanzu, Libasi akawa nje. Mechi ikaanza Libasi, Mpanzu akawa nje. Kwa hiyo ndio mfumo ambao kocha anacheza. Bwana, unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao wanakutazama hivi sasa? Nawaambia wavumilie, Olemba hajacheza leo. Olemba yuko nje. Pamoja na kikosi kwa bora. Kuna watu hawajacheza wapo nje. Kina Eno Olemba kwa nje hawajacheza wako. Yaani bado watu wako nje. Lakini wategemee mazuri mbele huko na kwenda. Bado mazuri yapo. Sababu tuna vifaa, tuna wachezaji wazuri ambao wapo muda wote wanaingia. Hatuna majeraha wengi hivyo. Tuna majeraha wachache ambao tunao kwa muda mrefu. Watani zako naambia ujumbe gani Young Africans? Nawapa salamu. Unawapa? Nawapa salamu, tunakuja. Mnakuja wapi tena? Tunakuja kileleni. Unakuja wapi? Yaani hapo tunaupangua pointi hizo kimbia kileleni hapa. Sasa tunarudi nyuma hivi tunakwenda mbele. Mechi inakuja hiyo tarehe 1 anakaliwa kooni yeye, sisi tunapanda mlima tarehe 2. Golikipa wenu wa Simba unamwonaje kiwango ambacho? Golikipa mzuri. Golikipa mzuri. Unajua golikipa yote ni ana makosa madogo madogo ya kibinadamu kipa anakuwa nayo. Hata kama jana Diarra alikuwa na makosa pale. Tunamwambia sio kipa bora. Sababu ya makosa kudaka mpira wa kona ni yeye kipa, afa analaumu watu wengine. Sababu mpira wa kona mdakaji ni kipa ujue. Ile ni kama cross tu ambayo inakuja kati. Kwa hiyo kipa amedelay, amefungwa. Kwa hata kipa wa Simba Kasari ana makosa ya kibinadamu ya kimchezo tu, ya kimpira. Ila bado kipa mzuri ambaye ataisaidia Simba vile. Bana, mimi nikushukuru na nikutakia kila laheri kwenye mapambano yenu kwa kisha kama mlivyosema kwamba mnataka ubingwa. Kabisa tunahitaji ubingwa wa ligi. Tuna hasira nao ubingwa huu kwanza. Lakini watani zenu wanauvizia ubingwa huko. Yaani wale wauvizie, wasiuvizie, sisi tunafungia booster tunakwambia. Unajua sasa hivi hamna usajili tena. Tushamaliza usajili. Kwa hiyo wao wamefeli kwenye usajili. Sawa, sisi tumewili kwenye usajili. Ndio ubingwa wa msimu huu. Unachokisema ni kweli bwana au maneno tu haya? Naulia tena. Au kwa sababu wameshinda leo tena kwenye ligi hii sasa hivi waliofanikiwa kwenye usajili. Timu ya kwanza ni Simba. Wamefanikiwa kwenye usajili wao dirisha dogo. Yanga dirisha dogo hajafanikiwa.
Na hayo ukizingatia dirisha dogo wanaocheza ni wawili tu. Wamesajili 7, 5 wote wacheza. Wacheza wawili tu. Lakini Simba wote wanacheza usajili wa dirisha dogo. Wote wako uwanjani. Hakuna ambaye iko benchi. Kwa hiyo Simba wamefanikiwa kwenye usajili wa dirisha dogo. Bwana, shukrani sana. Asante.